karibu sana. Niongee siasa kidogo na nilikuwa nimeona mtu tulikuwa tu recognized. Naona Damaris kutoka Kiambaa. I didn't know you were here. She was a very strong candidate kule Kiambaa in Jubilee. Thank you very much. Baba yao moderate, karibu. Pastor Apostle T. Mwangi, I've been following you on YouTube. Nimekuwa nikiadmire wewe sana. So leo vile umeendesha maneno ya leo, it was very touching to me, especially because vile nimeona umesema somebody should never give up and should always have hope na kuamini ati mambo itakuja hiyo vizuri, provided you trust in God. Na nikawa mimi nilikuwa na preach. Mimi mtu hapa, by the way, nimezaliwa hapa Karanika, hapa Nakuru. Na when we were small children, 7 of us, tulipotea kwa baba yangu na mama yangu. So we wandered around sana. Na kwa hiyo wandering around, nilikuwa naamini siku moja hata tutafaulu as a family. We ended up in the slums of Kibera, huko Nairobi, tukaendelea na maisha, na nikawa ninaamini bado tutafaulu. Lakini enough, niliendelea kusoma. Ilikuwa shida kubwa sana, that during my bringing up, shida kubwa ilikuwa kushiba, kukula ulale kama unakula. But God ametupeleka. Now when I started my political life, nikagundua pia kitu kingine. Sasa hivi unataka kwenda, kuna wale pia wanapanga vile watakuvuruta chini. Lakini nikazoea, nikajua provided you matter, there must be always people who are trying to pull you back. But when people are not pulling you back, usifikiri umefaulu, is because they can see you are not going anywhere. Hata wewe sasa umeanza hapa vile umefaulu, sisi tunapitanga hapa tunauliza, na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Sisi tunaona utafaulu. But there are those who try to pull you back. Na usikubali. That is the way life is. Uliona mimi nilipigana Nairobi, nikakuja Kiambu kuwa mjumbe wa Kabete from Nairobi, gavana wa Kiambu. Sasa ile nimeingia, wengine wananichorea. And I still believe that bado iko maisha ingine huko mbele. I'm not given up, by the way. I know I still be somebody in the next election. Now let me tell you, I've also been watching other people. For example, our deputy president, our former vice president. I was with him in Kibaki's government. I was an assistant minister when he was the vice president. I've seen him. He was an assistant minister at one time, a deputy speaker at one time, and he has been a minister 4 times in different ministries. He has been elected for over 25 years. He is the most experienced person, and I must say, he is the most patient person for the seat of the presidency. And he still believes that bado atakuwa na vile nyota inaonekana ikienda, in 2027 he will be the president of this Republic of Kenya. Kwa hivyo vile umehubiri leo, ni sisi ulikuwa na hubiria.
lakini sisi tumefurahi. We also encourage you, we admire you as a young man. In fact, mimi nakufuatanga kwa sababu najiuliza ni Uhuru kunaweza toka kijana kama huyu ambaye anaweza kupreach namna hiyo. Honestly, in fact before sikuwa nafikiri wewe ni Kikuyu. I thought you are American, yani hiyo mahubiri hiyo. Nilikuwa nafikiri ni kijana ya ng'ambo. Nilikuwa nafikiri ni kijana ya ng'ambo, lakini nimeshaeleza mambo yako nikajua ni Mungu amekupa grace, na kwa hivyo sisi ni masapota wako. Next time tutakuja hapa bila kuwa na mambo ya siasa. Tuongee, tukule pamoja, na ujue sisi sio politicians. Honestly, like me, unajua watu hawajui mimi nimeokoka. Mimi ni mtu ameokoka kabisa. I'm a very, very strong believer in miracles and in prayers. Na ndio unaonaga mimi ninaenda kuanguka bado unanikuta kwa ile kona nyingine. Unaona bado naendelea na Mungu amenibariki. Kwa hivyo huwezi angalia sura ya mtu na vile anaongea uko recruit, huyu sio mtu ya Mungu. Sisi ndio utakuta huko kwa mlango. Kwa hivyo tumefurahi sana na vile umetuhubiri na kutuombea, nimefurahi sana. Sasa I think I'll take now this opportunity to welcome our future president 2027 with no doubts, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you.